Woi, woi, woi. Baba, mimi nina wazo. Unaonaje tukaanza kuuza mchicha? Hivi wewe uko timamu kweli? Yaani mimi mwanaume mzima nizunguke nimejitwisha beseni kwamba nauza mchicha? Mwanaume mzima mimi, na wanawake wananiangalia kwamba mimi nauza mchicha mimi huyu? Hapo umefeli. Buni tu biashara nyingine. Yaani mimi. Acha dharau. Baba, wanaume waliofanikiwa hawakuchagua kazi. Kwa hiyo kama mwanaume hapaswi kuchagua kazi, ndo mimi huyu niuze mchicha? Mimi superstar? Yaani napita tu mademu wananiona kwamba mimi naenda kuuza mchicha. Wewe ina sense? Kwa hutaki kuuza mchicha eti unaogopa wanawake? Subiri baba mwenye nyumba afate kodi. Na huu ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 3 umeisha, hutaki kunilipa kodi yangu. Baba mwenye nyumba, nivumilie tu, mimi pesa yako nitakulipa. Unaleta mambo ya uduanzi hapa. Yaani mtu nakudai kodi yangu, hutaki kunilipa kodi, afu naambia kwamba nenda uuze mchicha. Unasema kwamba sijui mimi baba mzima nibebe dishi la mchicha sijui wanawake wanione. Kodi nakudai. Unauza huo mchicha. Ila kwenda kuuza mchicha hizo ni kazi za wanawake. Oya, sikia, unanipa kodi yangu au unipi? Unanipa kodi yangu au unipi? Kama ndio kauza mchicha unilipe kodi yangu kama una hela. Shika dishi hapo. Wewe ni mdozi nini? Yaani mtu anakudai kodi yangu miezi 3. Nyumba ya kifahari kijiji kizima hamna nyumba kama hii. Alafu hutaki kunilipa kodi, una hela, hutaki kuuza mchicha unasema kazi za wanawake. Oya, katume mchicha. Oya. Wewe mdozi nini? Mimi nikipata kodi nitakulipa baba. Wewe toa macho tu. Kumbukeni hii nyumba umepanga kwa mjeda. Nitarudi. Nimewaita hapa kwenye hiki kikao cha dharura nikiwa kama baba mwenye nyumba, kwa sababu kuna wapangaji wengine hapa ni wageni, hawajui sheria na utaratibu wa hapa kwangu. Hivyo basi, nikiwa kama baba mwenye nyumba, nina kanuni na sheria na utaratibu wangu. Naomba mnisikilize kwa makini sheria zangu nitakazowaambieni. Alafu kuna mpangaji mwingine hapa simuoni. Jana nimefuata hela yangu ya kodi akakataa kunilipa. Wanamwambia kauze mchicha, anakataa. Nikampa stiki akakimbia. Kwa hiyo kwenye kikao simuoni. Sasa mpeni taarifa zake, mwambie kodi yangu naitaka. Sheria namba 1. Mdada wa kike hakuna kuvaa nguo fupi inayovuka magoti. Hapo sijui tumeelewana? Sheria namba 2. Kwa wakaka, mkaka yoyote hakuna kuvaa nguo inayoishia kwenye matako, yaani namaanisha hakuna kuvaa mlegezo. Natoa na mfano. Umeona? Hii hapa hivi. Hii. Mkaki hii. Kijana waga namtia hizo kitu. Mnanicheka? Yaani mimi natoa mfano wenyewe mnacheka. Niko serious. Nyumba limepita hilo, ila huyu kijana huyu waga na hizo tabia hizo. Hilo nimemaliza, mmenielewa? Sheria namba 2. Mpangaji yoyote akitaka kupika nyama, kupika samaki, kupika pilau,
mpaka unipe taarifa. Mwenye nyumba. Ndio kweli umezidi. Sasa kama nikitaka kuchinja kuku nyumbani kwangu nikupe taarifa wewe. Hebu nisikilize. Hapa ni kwangu ni kwenu? Haya, samani Ni kwako. Samani mwenye nyumba. Nimepata wageni. Na wachinjia kuku. Mpaka nije nikutoe taarifa. Nimesema kwamba hapa ni kwangu ni kwenu. Ni kwako sawa, lakini tutalipa kodi. Sasa kama ni kwangu, nina sheria zangu na utaratibu wangu. Nimesema kwamba ukitaka kupika nyama, pilau, samaki, nipe taarifa. Sasa wewe nikikubaini umepika nyama, samaki bila kunipa taarifa, kodi ya nyumba ilikuwa ni 30,000 inaongezeka inakuwa 60,000. Sasa mwenye nyumba utafanya hata wageni wasio wanakuja kwetu hapa sasa. Hakuna. Yaani wewe nipe tu taarifa, mimi sizuii chochote, nipe taarifa. Sasa wewe jikute mnapika pika ovyo. Ila dagaa tukipika dagaa uhakika, msinipe taarifa. Mboga za majani, dagaa, hakuna taarifa. Kwenye nyama hapo si pilau. Mna baba mwenye nyumba. Sio kweli, mimi nimemaliza kuongea. Hiyo nimemaliza, nimepitisha. Sheria tunaenda sheria namba 3. Utaki kunaama. Sheria namba 3. Kufika hapa mwisho ni saa 12. Hilo nakataa baba mwenye nyumba. Yaani mimi natoka hapa naenda kwenye mpira afu unaniambia nifike saa 12 wakati mpira waoga zinaishaga hadi saa 7. Mbona unasema hivyo? Siwezi. Mbona unasema hivyo? Mimi kazini natoka saa 12. Jamu ya kutoka posta kuja kufika hapa napika huko saa 4 usiku. Huo muda mimi naomba bora wewe sasa, mimi kazini kwetu mwisho saa 9 usiku. Si unajua kazi za magendo. Sasa sikieni, naomba mnisikize kwa makini kama nyie vijana nyie na wasiwasi na nyie. Yaani sura zenu zimekaa yaani siwaelewi. Sasa nimesemeje? Ukikuta nimefunga hilo geti saa 12 usiingie. Mimi naama. Mwenye nyumba unasikia, bora ungefanya na hama mimi hapa. Siwezi kuvumilia kukaa hivi. Yaani mimi saa 12 kama kuku. Mimi kuku mimi. Sasa kama unahama mwenye nyumba, mbona kwenye mkataba yote hayakuepo? Ndio. Kwenye mkataba ndio nimeweka sasa mkataba mpya. Sasa kama wewe unahama nitakiwa unirudishie mimi hela. Baba mwenye nyumba. Wewe ndio unirudishie hela, maana wewe ndio ulikula hela yangu. Maka mkataba ulikula. Naomba unisikilize. Hii ni sheria yangu nimeweka. Mpangaji yoyote anayeama bila ridhaa yangu unatakiwa unirudishie hela. Kama ni 30,000 nitakiwa unipe 60,000. Sasa wewe chagua. Unaendelea kupanga samani mwenye nyumba. Kipindi na mimi nimelipia miezi 6. Miezi 6, si ndio? Miezi 6. Mkataba ulikuwa unasemaje? Miezi 6. Miezi 6. Nimelipia. Sasa hayo masharti yako mapya ungesubiri kwanza mimi nikamaliza mkataba wangu ndio ukanipa mkataba mpya. Mimi ndo mwenye nyumba au ni wewe unanipangia? Hapa ni kwako. Na mimi na haki pia. Hapa ni kwako na kuuliza. Ni kwako sawa, lakini sinadai haki yangu. Hiyo ni sheria nimemaliza. Kwa hiyo mimi kikao nimemaliza. Sasa nyie fanyeni vichwa maji, msinisikilize, nitawakomesha. Wewe mimi utanipa. Baba mwenye nyumba. Utakunja mkataba wangu mwenye nyumba mimi. Mwenye nyumba nisikilize basi. Wewe hilo swala la saa 12 mwisho ungefanya hata angalau saa 4 usiku. Saa 4 usiku hapa ni kwako. Unataka mwanze kunibia vikuku vyangu na saa 12 kama kuku mwenye nyumba. Sasa mimi nimesemaje? Mwisho saa 12 utaki nirudishie hela yangu uame. Baba mwenye nyumba, kwanza mimi nakusitiri. Tango lele tango na tango lele tango na tango lele tango na tango lele tango. Alafu wewe nimeona mwingine kanyama mle ndani. Hebu pika tuone anasemaje. Wewe Peleke taarifa. Ama dili kabisa tusimshikishe. Na mwenye nyumba mwenyewe akili kama hana. Tunapika hapa tunakula wenyewe kimya. Hapo sawa. Wapangaji wangu sitaki wale legerege. Twende. Una huyu sitaki. Twende. Twende hapa.
Haya, ondokeni mwende. Mwende na majukumu mengine. Twende wanaume. Twende. Twende. Afinya mnaleta masiara sio? Mnaleta masiara. Ndawapandishia kodi. Mnazambia mazoezi ndawapandishia kodi. Twende. Sasa nataka nifanye process ili nikipata shilingi 30,000 nikutumie ili ufanye maandalizi ya kufika hapa. Yes. Sasa kuhusu mama, huo usiwe na shaka. Wewe fanya juu chini ufika hapa. Hata kama utochukua nguo, tutafanya process, tutazirudia baadaye. Na pia nipo tayari kufa maskini ila wewe ubaki tajiri. Yes. Siwa wanasema tajiri wa rangi ni kinyonga. Ila mimi sioni kinyonga naye kuzidi rangi. Pia wewe ni mrembo sana. Kwa sisi wasomi huwa tunaita kwamba you beautiful. I'm for you, I'm for back. Agricultural characteristics. Hivyo yani kwa hizo sifa nilizokuelezea hapo. Umempiga fimbo kinyonga mbali mno. Kinyonga mwenyewe tu anaona gere kwamba mbona huyo mtu kanizidi rangi. Yaani ukitua hapa tu nitakufanyia surprise sana kwa sababu mimi nimechoka kuishi mbali na wewe. Kwa hiyo fanya process tu ufika hapa. Maskini wana wanawake wengi ila hawana maisha. Mwanamke akiomba pesa unajituma kutafuta. Ila kutunza familia yako uwezi. Wewe unajua nini kuhusu maisha? Kumbe jana si baba mwana nyumba alikutandika viboko. Kisa kodi umesahau. Huyo baba mwenye nyumba si anajifanya kichaa. Mimi mwenyewe sijulikani. Upande huu ni mwehu na huu upande ni mwenda wazimu. Kwa siku nikimwamkia tu. Mbona hiyo namba lazima ataisoma tu? Kumbe umejua na wewe ni mwehu. Makelele, mtokeni humo. Tuanze nye. Pangaloha baba. Unasemaje wewe? Yaani mtu unawadai kodi yangu miezi mitatu mjanilipa, lakini mnalala mpaka saa 4 hizi mmelala eti. Yaani mnashindwa kwenda kufanya kazi. Wenzenu wamekuja kwenye mazoezi. Nyie mjahudhuria kwenye mazoezi na tulisemeje? Sitaki wapangaji legelege. Nyie mpaka sasa hivi mmelala na kodi yangu na wadai. Bora pia makelele baba. Kwani wewe umlipi kodi huyu? Mbona anachamba umpea? Anachamba umpea wewe? Unasemaje wewe? Kukonka. Usidhani kila mtu aone wapangaji wako. Mimi nitakuja nikonke. Nani? Ananidai. Utaiche na wewe unadaiwa na likitumbo. Ananidai. Wewe kulala unampangana ni kulala. Hivi wewe nitakuja nikustikisha unasikia wewe? Kusa wewe nitakuja ni mgeni eti. Nini? Simtambui wewe ni mgeni nini? Unasemaje? Ai kudai. Wanasemaje? Nitampiga wewe. Kwanza nakudai kodi yangu kwenye mazoezi hamjahudhuria. Alafu mpaka sasa hivi mmelala. Mnamaanisha nini? Kwenye sheria siku yake hiyo? Au kwenye kikao mkwepo?
Kwa nini mnalala mpaka sasa hivi na wadai kodi yangu? Mnashindwa kwenda kufanya kazi mnilipe kodi yangu, mnalala mpaka sasa hivi, si ndio? Yaani jana nimetoka kustikisha wapangaji wengine huko kwa sababu ya kulipa kodi. Na nyinyi mnataka nichukue sheria mkononi? Mpisha mimi nikalala. Wewe unataka nichukue sheria mkononi? Chukua na utakugonga wa serikali. Ai tata mama kero vichaga tatangu comedian. Unasemaje wewe? Umenitukana ajabu. Unasemaje Nyamboto? Nimesema nigonge wewe. Nyama bita kuja nikupige nyama bita. Nigonge wewe. Nigonge wewe. Anasemaje huyu? Anasemaje? Yaani nawadai kodi yangu alafu unakuja kuniambia nini wewe? Ai mama kero vitangu comedian kutoka Siro Simba. Unasema haya. Kwa nini unalala mpaka sasa hivi? Unataka kwa nini unajauziria? Unasemaje? Kodi yangu lazima mnilipe, mbavu nyinyi. Hapo huyo msukumo umemtoa wapi? Anakuja kuniambia hata yani kwangu anakuja kunipangia kwangu. Unasema unanipiga. Ai mama Kirobe tangu comedian kutoka Siro Simba. Nyamboto wewe nisikukamate. Unasemaje? Toka. Sasa wajifungie humo. Ikifika saa 6 mchana anakuja kuijia kodi yangu. Yaani mwendo wa stiki tu. Nishasema hapa kwangu sitaki wapangaji legelege, nataka wapangaji wachapa kazi. Nadai kodi ya miezi 3. Mpaka sasa hivi saa 5 mmelala. Hiyo kodi mtanipa lini? Sawa, nenda tutakulipa baba mwenye nyumba. Wewe ongelea ndani ya kitumbo chako hicho. Nitakutumbua nione vya ndani vilivyomo. Wewe utanipatia wapi? Shamba wewe, nakuja narudi. Nenda. Wote tunaishi hapa tutaona. Alafu nimeshakuchoka. Wewe tena katika watu ambao uniambii kitu ni wewe. Nimeshakuchoka, nenda. Nitakupiga na manati wewe Nyamboto. Namfuata msukuma mwenzako huyo.